Bwana, ni wewe tu Bwana wangu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu mwenye nguvu. Nani kama wewe Bwana, ni wewe tu Adonai, Yesu wangu Bwana, ni wewe tu umetukuka zaidi ya miungu yote. Yesu, wewe Bwana wangu, ni wewe tu Bwana, wewe ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu nakutafuta nikupate wapi? Ni wewe tu Yesu, ni wewe tu, ni wewe tu umenitoa mbali. Ni wewe Yesu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, nimekusikia Yesu, habari zako. Ni wewe tu, ni wewe tu, ni wewe tu, ni wewe tu. Usiwe mbali nami ukizuru wengine Yesu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe Yesu, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu. Bwana Yesu asifiwe. Uliniaidia? Nilikuaidia. Watoka wapi? Kongo. Karibu tuongee sasa. Goma ama Bukavu? Mimi nazaliwa Bukavu, mimi naolewa Goma. Umetoka Bukavu ukaolewa Goma? Ndiyo. Haya, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ama nikujibu kinyumbani? Amen, amen. Amen. Kwa majina mie ni Deborah Mzigirwa. Mimi nazaliwa Bukavu, Bagira. Mimi naolewa Goma. Bwanangu ni mtu wa Goma. Mie ya kwanza mimi namshukuru kwa Mungu. Nilikuwa na gonjwa hemoroide ya ndani. Ulikuwa na? Nilikuwa gonjwa hemoroide ya ndani. Ngoja tuende pole pole. Kisha ulikuwa una ugonjwa gani? Nilikuwa gonjwa hemoroide. Ebola. Alikuwa na? Oh. Ndafasiria utasikia. Hemoroide. Alafu kisha siku moja saa yenye kwanza ulikia kwa mkutano, mimi nilikuwa nafanya protocol. Ulikuwa na? Nafanya protocol. Okay, ulikuwa niko na foto yako na niko na t-shirt. Sawa. Kisha nikakuwa na huba nikuye huku kumazabau. Lakini sasa juu ya maisha nikakuwa na shindwa. Sasa hapa manyuma tangia ilikuwa mwaka jana njoo ilikuwa Goma. Kisha ile mwaka jana nikakosa gisi ya kukuya. Nikaifahitaji. Nikakuwa nalilia Mungu, Mungu nisaidie niende na mimi kumazabau, Mungu nisaidie niende kwa mchungaji wako vya vile. Kisha ikakuwa siku moja nikaanza fakes. Nikipata 10 francs, mimi nakula 5 francs, nyingine mimi naweka. Wewe umeelewa hizo vitu?
Ulipata? Tuseme nikipata tuseme 10,000 francs. Mimi nakula 5,000, mimi naweka 3,000 francs, ingine mimi nauza mega juu nikufuate. Afadhali uongee Kifaransa ama Kilingala sababu njoo lugha mimi nayo hapa. Wewe ongea Kifaransa. Hapana. Sitaelewa mzuri. Kisha sasa njoo nikakuwa nafaa vile mimi nauza mega, mimi nakuangalia, mimi nasikia mafundisho ya vile. Sasa nikieneza nusu ya makuta, nikaeneza $400 juu nikuye huko. Nikekalisha batoto msalo, nikamwambia batoto njoo hivi mimi nataenda Kenya, mimi naenda kwa papa pasteur kwa msani ombe. Batoto bakafurahi manake sana juu nilikuwa naifai siri, batu basijue kama njoo mipango niko nayo. Nikaifa siri. Siku sasa nilienezaka nikaita batoto yangu, juu niko mama wa batoto 11. 11. Biko bafie 8 na bagarson batatu. Bamoya biko Bukavu. Lakini saidie 11 ni nini? 11. Hapo nilioga kabisa. Endelea. Kisha nani akona watoto 11? Mimi. Uko na miaka mingapi? Niko 77. Percent ngapi? Niko miaka 43. Niko anese. 43. Sijui sasa. 43. Na uko na watoto 10 na ngapi? 11. Ndio Njoo 11. 11. Kisha nikaita batoto nikabeleza. Bado unaendelea kuzaa? Abe? Unaendelea kuzaa? Hapana. Kisha nyuma pale batoto bakafurahi. Bakashituka, mama unatosha pi frank. Nikamwambia mimi nilikuwa nafaa kesi. Batoto bakafurahi. Sasa batoto balifurahi vile, niko na mtoto wa 6 wa miaka 6. Akanambia mama, hivi naenda kule, mwambie mama Sara, mimi namsalimia. Nikasema sawa. Juu tunamfuataka ibada yote. Sina television lakini niko na telefone, mimi natia mega kusudi tu nifuate mkutano. Unatea? Mimi nauzaka mega, sina television. Mega. Ndio. Mimi sina television, mimi nauza mega, mimi natia. Una television? Unatia mega? Sina television, niko njo na telefone. Na telefone. Alafu mimi nauza mega, mimi natia mtelefone, mimi nafuata ibada yote. Ikakuwa siku moja. Nyinyi pia mteseke kusikia. Acha sisi. Tuendelee, mimi naelewa. Ikakuwa siku moja nikagonjwa hemorrhoid. Sasa niligonjwa sasa tunafanya maombi ya usiku mimi na batoto. Mimi nakuwa naambia batoto mko mnaniombea, niko nasikia hemorrhoid. Sasa gisi ya kubambia mimi nasikia haya. Mimi peke tu mimi nabambia vile. Nilikuwa naanza fasa mimi nikala kukiti hivi, mimi natia kusen. Mimi natia kusen sasa vile hapa ndio mimi nikala. Unaelewa sasa? Mimi nishaelewa. Kisha sasa nikaendelea vile. Ikakuwa siku moja ya meza ya Bwana. Nikauza mega, nikaambia batoto tufuate kwanza mkutano mbele tukule chakula. Kafata mkutano saa ya meza ya Bwana ule wa 6, ule wa miaka 6. Akanambia, Mama Deborah, umwambie Mungu leo, Mungu wa Mama Sara, leo akugusi. Nikasema amen. Tukabaki, tukafata ibada yote. Saa yenye unabariki mkate na mimi nafatu geste. Sasa ulitumia nini? Abe? Ulitumia nini? Chakula gani hiyo? Ulikuwa umepika chakula gani? Mimi nafatu mkate, mimi nauza tu mkate tu ya msoko. Mkate. Mimi nafatu movement. Mimi nakata mkate, mimi natia maji, mimi natia mutasi. Sasa unasema batu bapandishe yulu, mimi napandisha. Sasa unaomba na mimi naiombea. Sasa yenyewe unasema batu bakunywe, mimi nakula kwa mkate. Sasa niko naona kisi bengine biko banafa. Ile maji sasa vile damu ya Yesu mimi nakunywa. Vraiment nikasikia mzuri. Tangu wakati umesikia mzuri? Ndio nikasikia vyema. Hemorrhoid iliisha? Ikaisha. Juu akukua gisi ni toke Goma na motogari nifike hapa na mimi naikala akukua gisi. Haingewezekana. Nikaona ile ni muujiza wa kwanza yenyewe Mungu ananifanyizia. Mimi nikamwambia Mungu, manake kweli njia yangu inakuwa wazi. Papa nilienda kudejeme nikakatisha nikamaliza makarte vyote nikakatisha nikamaliza. Usiku yake nikamwambia batoto mimi naenda, nikaita bababu nikamwambia mimi naenda. Akanambia unaenda, mimi naambia ndio mimi naenda. Uko na franka, nikamwambia zenye niko nazo kwa zitaishia tu na njoo kule mimi naenda tu. Akasema haya wewe. Papa nikaingia mwa agence. Na sasa umefika? Na siafika kata Rwanda.
Siafika kata Rwanda, sio hata fasi moja. Lakini umefika sasa Kenya. Ndiyo mimi nafika sasa. Maana nitokaka jeudi nikafika hapa dimanche. Ulitoka jeudi siku ya 4 nikafika hapa siku ya Mungu. Siku ya kwanza nitoka siku ya 5 nikafika hapa siku ya kwanza. Na siku ya Mungu ulikuwa wapi? Siku ya Mungu nilikuwa niko munjia, nilikuwa siafika. Nini mnajua siku ya Mungu? Wakenya wataanza kuweka siku ya shetani na siku ya Mungu. Papa, njoo hivi mimi nafika hapa. Sasa unataka nini? Mimi nataka, nilipenda kwa nishuhudie kwa ile ushuhuda, kisi Mungu ananisaidia hemoroide napona kupitia TV. Amen. Kupitia ile simu inaitwa nini? Ile damu ya Yesu. Ile simu finya. Telefoni. Telefoni. Sasa mimi napenda baba na mimi nalia sana kwako. Mimi hapa maana niko mtu mwenye kuzaraulika sana mjamaa. Ingine niko mtu mwenye manake mama yangu alinizala mie na baba yangu. Kisha bakachana. Mwele mkuachana akafa diza kwabo. Miaka 10 kwabo. Kisha kaolewa. Kisha mwele mkuolewa akazala watoto, bakachana na ule papa akakufa. Akaolewa tena. Ndiyo. Akaolewa tena. Mwele mkuolewa aliolewa, mie sasa nikakia pata bwana, nikaolewa kwanza bila mariage, bila ndoa. Kisha bwana akasema bana hatutabakie hivi bapagani, tufe ndoa. Nikafaa ndoa na bwanangu. Kisha mwele kufaa ndoa na bwanangu, fie wangu wa kwanza akaolewa. Bakaleta mali fie wangu wa kwanza. Bwanako? Fie wangu wa kwanza akaolewa, bakaleta mali vyote. Sasa nafika kule bwana naanza mzarau, mtoto wa mkosefu, mtoto wa maskini, juko hapo biko na franka, kumzarau ya sana. Kuzala maki alizala kwa shida. Akamfukuza akaenda kwangu. Mimi nikaona kama pale ndio chanzo ya talaka. Bisi unatufundishaka. Nikaona ndio mwanzo wa talaka. Mtoto wangu wa 7, wa seti. Hivi? Wa seti. Alikuwa iko na duza. Iko miaka 12. Sasa wewe unafanya vitu kwa ngumu. Duza nini? Nikufasirie papa. Alifanya nini? Huyu wa 7 amefanya nini? Njoo nilikuwa kwambia. Ule wa 7 kwa polisi moya akamubaka. Kumubaka, mwalimu kumubaka bakamata ule polisi bakamfunga. Sasa tangia ule polisi alibakaka ule mtoto, ashatukua kuhangaika. Alikuwa boxer. Huyo mtoto. Ule polisi alikuwa boxer. Mtu wa madawa, aba bakupigana vya vile. Mpaka leo ule mtoto haiko kwangu aishafanya hivi. Ako wapi? Kuhangaika tu. Maki akiniona anakimbia. Akiona ndugu yake anakimbia. Njoo vile baba unisaidie Mungu. Bale watoto yangu sasa, ule fie wa 3 haya aliolewa, bwana hana kazi. Ule mwingine wa 2 yeye anakuwa akipata bwana, anasema ndakia kuoa, bwana anaenda. Bakatuambia ku priere. Endelea. Bakatuambia ku priere kama banamonaka iko anavala sura ya mama wa 80. Nimepotea. Miaka 18. Nani? Ule mtoto wangu asema alimfalishaka. Sura ya mwanamke wa 80. Siwe kamera. Simu nisaidie badala ya kunicheka. Okay. Mama umejaribu. Wako wote? Ndio papa. Huyu ameolewa amerudi. Ndio. Huyu hayaolewa, njoo ule mwenye balivalisha sura. Amebadilishiwa sura? Ndio. Hakuna sura ya nani? Manake yeye akipata garson atamuoa, akisema tu mimi nakia kukuoa anakataa. Anaachwa. Anamwacha. Huyu yeye ashaolewa. Huyu iko ni garson. Hii iko. Hii naye ni garson. Ni mwanaume. Iko ni fie. Ule njoo ule wa 7 ule. Huyu ndio yule ambaye alifanya kubakwa akawa anatoroka. Huyu iko. Naye iko. Sasa ikiwa wewe na nyanya mko na tatizo hili la talaka na umasikini, ndio
Je, hii jeshi lote umeleta? Na unajua wakati ambapo wamezaliwa, wakizaliwa hawajui, ni watoto wazuri warembo tu mpaka the appointed time ya kila mmoja kuwa na ndoa yake. Hautaona matatizo mpaka siku ile amefikisha umri wa kuenda kwa nyumba yake kama mama. Sasa umekuja kwa ajili yako na kwa ajili ya hawa. Ndio papa. Vile ulivyopona kwa meza ya Bwana ufunguliwe leo, na wao pia wafunguliwe. Amen, 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 amen. Asante. Amen. Papa, na ingine manake ni makuta nilikuwa nayo yote iliisha, sikubakiana hata sanfra. Nini? Makuta nilikuwa nayo, nilipa matransport, sikubakiana hata sanfra. Matuta? Ndio. Pesa. Imeisha? Sina hata sanfra. Sasa tutoe wapi? Make kukula udada nje kwa nisaidia. Tutoe wapi? Na sina, na ingine nitaje niko nayo juu ya nyumba. Sina nyumba, manake nilikuwa nifukuza sana. Ha? Ni uchungu, lakini na ametoka mbali. Hao watoto ni wengi na anarudi huko. Alikuwa anatafuta tu apate hiyo nyota, maisha ya wale watoto yabadilike, asije akabaki na boxes 10 na ngapi. Hata hivyo huwa na shauri ya kwamba mtu anapotoka nyumbani apate nauli ya kuja na kurudi. Na ukija leo na una pesa za kukaa, ili baada ya meza ya Bwana urudi, ili usikalie madeni hapa. Si ni sawa? Wakati uko na uwezo wa kukaa siku 3, siku 4 ni sawa. Ikiwa hauna, ukimaliza ibada siku hiyo ni vyema urudi, ili usije ukawa na madeni. Sababu yule mwingine anataka nimsaidie, huyu anataka nimsaidie, yule anataka nimsaidie. Tutajenga kweli? Ukweli wa Mungu tutajenga? Hatutajenga. Afadhali muniambie, tukimaliza ibada nikusanye sadaka niwarudishie. Sababu yule mwingine pia anaona, pastor unajua kwa nini wao wanafanya hivyo? Pastor alisaidia yule, wacha niende, nikimaliza nitamwambia. So inafikia mahali ambapo hiyo kanisa pia inaanguka. Sababu mimi siombangi watu pesa ya ujenzi na hakuna kamati ya ujenzi. So ushauri wangu ni kwamba tunapotoka nyumbani, ukija na nauli na una pesa ya kukaa, baada ya ibada, si kuna magari hapa, unachukua gari unarudi nyumbani, ili usije ikafikia mahali ambapo utaniitisha hiyo pesa ya sadaka ambao nakujengea nayo, ninunue chakula utumie, tulipe stima, turani kila kitu, na hii complex ambao ni kubwa, alafu uitishe tena nikurudishie. Nikisha kurudishia, alafu ujue haina uhai. Hizo pesa ni shida za watu, si ndio? So nitakuwa nimekuregeshia shida za watu, sababu haikuwa kwa ajili ya msaada, ni wewe ndio umetaka. Ni ombi langu kwenu, sababu itafikia mahali ambapo tutakuja kuzoea, mpaka ifikie mahali kila mmoja nitamwambia pastor, kinipa microphone nitamwambia sina. Huwa ni wa huruma Pastor Ezekiel, akona huruma sana.
Alafu itafikia mahali nitaambia, haya mshatoa sadaka, nendeni mkazichukue muzifanye nauli. Bwana Yesu asifiwe. Sababu kitambo uje kwa pasta, si ungejaribu kule ulikotoka, hata kwa simu, si ungejaribu hata mwenzako, si ndio? Lakini watu yeye ndiye ako naye, pasta sina. Sasa hiyo ndio maana mara nyingi huwa ninaamua sipeani. Sababu unafahamu vizuri kwamba huku ni wapi. Wewe hata ukiona hizo vyuma zinajengwa huko ni pesa kidogo, lakini ile nyumba inajengwa ya kuishi nyinyi kule haijaisha, ni pesa kidogo. Sasa tukianza kuzitumia huku tutakwama sote, tutakwama. Sawa, naweza nikaambia niwapatie, ama tufanye hivi leo hii baada ya ibada nigawie wale ambao hawana nauli, wachukue sadaka hizo waende na sitasaidia. Sababu ukiona kile kinaleta watu, utakuja ukipokee, urudi nyumbani, kifanye kazi ndani yako. Ninasema hivyo kwa sababu sikutaka kusema hii, lakini hata mwingine alipokuja nikamwambia ushamaliza maombi, rudi. Hakurudi, akaenda kutafuta vibarua hapa. Leo amenitumania message, mimi ni yule niliyekuja hivi, sasa niko na watoto hapa na sina chakula na sina nauli. Ikiwa umepata nauli ya kuleta watoto mpaka huko na ulikuja peke yako, sasa unaniomba nikupe fedha? Si hii ni mchezo tunafanya? Lakini kwa hivyo leo sitapeana fedha, sitapeana. Mwingine juzi aliniambia, pasta, wewe unatukopesha